I no mwachanu Nyasaye. Onde tayonga bunayo munyamabera mange. Omanene mbiya mona senge chiyobo kimabwarero. Mbiya mona Nyasaye senge chiechinga kiechiga. Kwa wena iroko sasi mwa kwa wena iroko ewa banene. Kwa nege ntaso bosi bwa Nyasaye. Nyasaye okolina maya sama gimaito. Irane linonye mbuya mono yoke isaide. Onye tali Nyasaye ntena entwale wikali tukolia lero. Mbuya mono Nyasaye.
We give you glory,
heshima na utukufu ni zako Baba yetu. Tunakuabudu tukisema ni wewe Yesu. Heshima na utukufu ni Lord Almighty. You are worthy, Jesus. Biyamone nyasa. Kwa wena irogo togigu. Kwa wena irogo imokereri gugoro. Kwa wena irogo sasi mwanyasa. Hallelujah. Twakupa heshima na sifa zote, ewe Mungu umetukuka. Twakupa heshima na sifa zote, ewe Mungu umetukuka. Twakupa heshima na sifa zote, ewe Mungu umetukuka. Tuna
Mwambie Bwana, mikono yetu tumpe sifa asubuhi ya leo. Mwambie Bwana, unastahili sifa za mioyo yetu asubuhi ya leo. Bwana, tunakupa sifa kwa kuwa Bwana umetukuka. Pokea sifa za mioyo yetu asubuhi ya leo. Pokea sifa za mioyo yetu asubuhi ya leo. Pokea ibada ya mioyo yetu Bwana. Wewe ni Mungu usiyeshindwa. Wewe ni Mungu mkuu Jehova. Wewe ni mfalme mwema. Wewe ni Mungu mwenye enzi. Jina lako Bwana limidiwe. Jina lako Bwana litukuzwe. Hakuna aliye kama wewe. Lord, we are in your presence. We worship you, Lord. We worship you. We glorify you, Lord. We glorify you. We adore you, Jesus. We adore you. We exalt you, Lord. We exalt you. We declare you are powerful. You are powerful. We declare you are holy. You are holy. There is none like you, Jesus. Peke yako unastahili Bwana. Peke yako unastahili Bwana. Peke yako unastahili Yesu. Jina lako liabudiwe. Alpha na Omega. Lord, we adore you. Lord, we honor you. We magnify you. We worship you, Jesus. Lift you higher, Lord. We worship you, Jehovah. Hata tunapoanza mwezi mpya wa 3 tumwambie Bwana Yesu, Yesu nao unisikie wewe Bwana unapozuru. Wacha liwe ombi la moyo wako. Wewe Yesu, 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 unisikie. Bwana Yesu, Bwana Yesu, unapozuru wengine na mimi Bwana, usinipite, usinipite. Inua mikono, sema Yesu, Yesu, Bwana Yesu, wewe Yesu, wewe Yesu, unisikie unapozuru wengine Bwana, unapozuru wengine na mimi Bwana, Bwana usinipite. Ambie Bwana, unapozuru wengine asubuhi ya leo, usinipite nami Bwana. Tamaa ya mioyo yetu asubuhi ya leo Jehova ni kwamba unapozuru wengine Bwana, unapotembelea wengine asubuhi ya leo, unapotia wengine nguvu asubuhi ya leo, unaponena na wengine Jehova. Our prayer and desire this morning is that our Lord never pass us by.
Bwana usitupite asubuhi ya leo, usitupite asubuhi ya leo Jehova, usitupite asubuhi ya leo. Kila mmoja inua sauti yako kwa Bwana asubuhi ya leo. Mwambie mwezi huu Bwana, unapozuru wengine siku ya leo mahali hapa Jehova, unapozuru wengine, unapoinua mioyo ya wengine Jehova, nami niko mahali hapa siku ya leo, niko uweponi mwako Jehova. Naomba kutopitwa na neema yako, naomba kutopitwa na rehema zako, naomba kutopitwa na uwepo wako Bwana. Nahitaji kutoka kwako, nahitaji kuinuliwa, nahitaji kutendewa, nahitaji kutiwa nguvu. Ndio maana Bwana tunaimba asubuhi ya leo kwamba usitupite. Lord, receive all the glory. Lord, receive all the worship. Lord, receive all the worship. Mwambie Bwana asikupite asubuhi ya leo. Kwa kinywa chako, tufungua kinywa chako, mwambie Bwana usinipite. Nahitaji kukutana na wewe asubuhi ya leo. Taji Bwana ukakutane na moyo wangu. Taji Bwana ukakutane na maisha yangu. Unapozuru wengine Bwana, anapotendea wengine, nawe asikupite. Hallelujah. Lord, do something unto us. Do something unto us, O King of glory. Nahitaji kutendewa na wewe asubuhi ya leo. Hatutaweza bila wewe Bwana. Motevye Yesu, 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 oh, Sama, Kurangenya, Vale Yesu, Yesu, Yesu. Lord, it's our prayer. Bwana, hilo ndilo ombi letu asubuhi ya leo. Hiyo ndio tamaa ya moyo wetu asubuhi ya leo. Tuitani Jehova. We worship you, Lord. We give you worship, Jesus. As we honor you, we give you glory, Lord. As we honor you, we give you praise, Jesus. As we honor you, you are wonderful. You are worthy, oh Lord. You are wonderful. You are
worship Jesus. We give you glory, Lord. We magnify your name, Lord of God. Yeah, you are wonderful. You are worthy, Jesus. Yeah, you are worthy, Jesus. Yeah, 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 yeah. You are wonderful, Father, Lord. You are wonderful, Father, Lord. You are wonderful, Father, Lord. Yeah. You are wonderful, Lord. You are wonderful, Lord. You are worthy, Jesus. We give you worship with a prayer. You are wonderful, Lord. You are wonderful, Jesus. You are wonderful. You are wonderful, Lord. You are wonderful. Yeah, 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 Jesus. You are awesome, Father. We give you worship. Sifa zote ni zako Bwana, wewe waajabu wastahili, wewe waajabu Bwana, mfalme wetu wewe. Sifa zote tunakupa leo, wewe waajabu Bwana. Sifa zote ni zako Bwana. Say you are wonderful, Father, Lord. You are mighty, Jehovah Shalom. You are worthy, King of glory. Yeah. Somebody give him worship, give him worship. Glorify his holy name. You are wonderful, Lord. You are wonderful, Lord. You are worthy, Jesus. You are worthy, Jesus. Somebody give him praise. He's worthy of our praises. He's worthy of our worship. Give him worship. Ambe Bwana, unastahili. Unastahili utukufu, unastahili heshima. Wewe ni wa ajabu Bwana. Wewe ni wa ajabu Bwana. Matendo yako ni makubwa. Matendo yako ni makubwa Bwana. Lord, we give you worship. Lord, we give you worship. We give you worship. We give you worship, Jesus. Give you worship, Jesus. You are worthy, Lord. You are worthy, Jesus. You are worthy, Lord Almighty. You are worthy, Jesus. Yeah. Hallelujah, we give you worship, Jesus. Baba, tunakuimini Yesu. We give you worship, we give you worship. We give you worship, Lord Almighty. Yes, hallelujah. Lord, we say
Bwana, tunakupa ibada hii siku ya leo. Lord, we thank you. Lord, we thank you. Lord, we worship you. We worship you, Jesus. Glorify you. We glorify you, Lord. We magnify you, Lord. We magnify you. We just give you worship, Lord. We just give you worship. Lord, we just give you worship. You deserve it, O King of glory. We just give you worship, our Father. We just give you worship. Lord, we give you worship. Lord, we worship you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Worship your name, Lord Almighty. Pokea ibada, pokea Bwana, manukato ya sifa, pokea Bwana, pokea ibada, pokea Bwana, manukato ya sifa, pokea, pokea ibada, pokea Bwana, manukato ya sifa, mwambie pokea ibada, pokea Bwana, ya sifa, pokea ibada, pokea ibada, pokea Bwana, manukato ya sifa, pokea Baba, pokea ibada, pokea Bwana, manukato ya sifa, pokea Bwana, pokea ibada, manukato, manukato ya sifa, pokea Bwana, Baba, ibada, pokea manukato, manukato ya sifa, pokea Bwana, pokea ibada, pokea manukato, manukato ya sifa, pokea, pokea ibada, pokea manukato ya sifa. Twakupa sifa, twakupa sifa na heshima, Baba, oh, twakupa sifa Baba yetu, twakupa sifa na heshima, Baba, twakupa sifa Baba yetu, twakupa sifa na heshima, Baba, twakupa sifa Baba yetu, twakupa sifa na heshima, Baba, Yesu, twakupa sifa Mungu wetu,
twakupa sifa na heshima. Inua mikono yako umpe sifa Bwana. Twakupa sifa Baba yetu, twakupa sifa na heshima. Wewe Yesu, wewe Yesu, twakupa sifa Baba yetu, twakupa sifa na heshima. Baba yetu, twakupa sifa na heshima. Twakupa sifa. Oe wabonene na esiko. Oe wabonene na esiko. Kwako Masia nasimama mimi.
the name of Jesus Christ, we give you worship. We lift your name higher. Ibada hii Bwana ni yako. Asante kwa sababu ya umbali huu. Tunashukuru Bwana. Tunakushukuru kwa sababu ya uwepo wako. Tuomba Bwana siku hii ukaiongoze na uwepo wako Jehova. Asante kwa sababu ya vipindi ambavyo vimepita Bwana, tumebarikiwa. Tuomba Bwana tunapoingia kwa vipindi vingine, pia Bwana tukaone wema wako. Pokea sifa kwa kuwa uwepo wako mahali hapa. Ni kwa Yesu Kristo tumeomba tukiamini. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Happy new month. Bwana asifiwe tena. Karibu sana, ni mwezi mpya wa 3 mwaka wa 2026. Tunashukuru Mungu kwa sababu ya maisha na kwa sababu ametuwezesha kukutana tena siku ya leo ili tuweze kulibariki jina la Bwana. Naenda kuleta matangazo machache. Tukiendelea kujisikia katika miguu ya Bwana. Center meeting jana ilikuwa successful pale Ekerore PAG Church, na nashukuru wote ambao waliwakilisha Nyamataro PAG Church. The next center meeting itakuwa tarehe 28 mwezi wa 3 Kisii PAG. The next center meeting itakuwa 28th of March Kisii PAG Church. Baptism class inaendelea, na wale ambao tunahitaji ubatizo alikwa, na Jumapili tarehe 19 mwezi wa 4 ndio tutakuwa na ubatizo hapa kanisani. Ikiwa unataka kubatizwa, join classes every Sunday kuanzia saa 2 kamili. Inafanyika kwa ofisi ya Bishop. Kabla tuendelee, na mwalika Bishop ili tuletee mgeni. Hallelujah. Fungie mkono hivi kama unaniona. Asante. Nataka tu niseme asante secretary kwa kukatisha. Asante kanisa. Imewezekana. Tuna mgeni hapa, mheshimiwa ambaye ametutembelea, na wakati tena mheshimiwa amejileta, na wakati anasema anataka tu atusalimie na aondoke, tunampa tu nafasi atusalimu ili tena akaondoke. Bwana asifiwe. Mheshimiwa huyu amekuwa ni rafiki yangu, tumetoka na yeye mbali. Yeye ni MCA wa Bobaracho. Atasema mengine. Na tumemwalika kwa mchango wetu mkuu wa kununua basi ya kanisa, na akijileta na akikuja, na unaona mheshimiwa ukimuita tunakuhitaji anakuja, sio inakuwa ni vizuri. Wacha tu mkubali atusalimu tu, yeye aondoke tena akafanya kazi nyingine. Ndio sababu tumekatisha kidogo, atusalimie katika jina la Yesu. Pigia yeye makofi anapokuja katika jina la Yesu. So asante tumishi wa Mungu. Tusalimu tu, ingia tu tusalimu ili Bwana asifiwe kanisa. Bwana asifiwe tena. Asante sana. Nami wacha nichukue nafasi niwashukuru sana kwa sababu Mungu wetu ni mwema ambaye ameifanya siku hii tumekutana.
Nami vile Bishop amesema, Bishop amekuwa rafiki wangu wa karibu kwa muda mrefu sana. Tumefanya kazi tofauti na yeye, kazi ya Mungu pia na kibiashara. Kwa hivyo leo nilikuwa nikipita nikikuja mahali pengine, nikasikia ako hapa, nikaona wacha nipitie nimsalimie ili nikielekea. So ameniambia ya kwamba ati mko na mchango, na unajua kazi ya Mungu huwa watu wanashiriki pamoja na ndio inaendelea. Yeye ni rafiki, nyinyi ni marafiki. Nimepata wengi hapa tunajuana nikiingia. So nami ni mmoja wenu. Na vile amesema kwa majina, mimi naitwa Ibrahim. Mimi ninawakilisha watu wa Bobarajo Ward kwa neema ya Mwenyezi Mungu. Nimekuwa hapo kipindi hiki, sasa ni kipindi cha pili. Yes. Na yote yametendeka kwa sababu ya Mungu. Aha. Na sitakuwa na mengi nitakuja kuongea wakati tutakuwa na mchango. Wacha Mungu awabariki na muendelee vizuri. Asanteni sana. Asante mheshimiwa. Wacha Mungu akulinde. Amen. Asante sana mheshimiwa, asante kwa kututembelea, na tunaomba Mungu abariki the rest of your day today. Nitaendelea na matangazo. Rigesa, wale ambao tumevuna tulete rigesa katika nyumba ya Bwana. Rigesa, wale tumevuna tulete rigesa katika nyumba ya Bwana. Wamama wote, all ladies, tutakuwa na mkutano Kisii District, na tutakutana Kisii PAG tarehe 21 mwezi wa 3. Tarehe 21 mwezi huu, wamama wote tutakutana Kisii PAG for Kisii District meeting ya wamama. So wamama wote tutajitayarisha kwa ajili ya hilo. Baadaye tutapewa mwelekeo na our mama director. Daughters of Hope abaiseke baria Bogo Semeria. Tutakuwa na mkutano on Saturday tarehe 7 mwezi huu kuanzia saa 3 kamili hapa kanisani. Abaiseke Bogo Semeria mtoto wa mkutano Jumamosi tariki 2 aige kanisa guchakera chinsa isato chia mambia. All pastors' wives pia hiyo tarehe 7 on Saturday watakutana Kisii PAG kuanzia saa 3 asubuhi. All pastors' wives on Saturday 7th mtakutana Kisii PAG Church from 9 AM na wale ni bibi wa wachungaji tumealikwa wote tukutane Kisii PAG tarehe 7. Na chukua hii fursa na shukuru Zion ambao wanamaliza zamu yao leo jioni. Kuanzia kesho asubuhi tutakuwa na Jordan Fellowship. Jordan Fellowship ndio inaanza zamu yao ya Mission House kuanzia kesho asubuhi. Vile tulitangaziwa tuko na mega fundraiser on 12th of April. Tuko na mega fundraiser ya kununua bus ya kanisa tarehe 12 mwezi wa 4, na wote tulisema kama hautaleta mgeni, kwa hivyo wewe ni mgeni. Vile mimi sitaleta mgeni, mimi ndio nitakuwa mgeni. Hata amina hakuna. Haya. Hiyo imeni ndio itatosha ile pesa nitaleta. Bwana asifiwe. Nitakuwa mgeni kwa sababu niko na marafiki watanipatia pesa. Na wewe utakuwa na mgeni sababu uko na marafiki watakupatia nini?
pesa tuweze kununua basi ili iweze kufanya kazi ya Bwana. Cards ziko, so nikiwa nimeketi pale utakuja nikuandikie card ili uweze kutafuta pesa tuweze kuleta basi ambayo itafanya kazi ya Bwana. Tumepata wageni na Mungu anaendelea kutubariki, tuendelee kupata wengine zaidi. Hizi cards niko hapa zote. Ni wale wageni wamesema niko na mgeni mkubwa. So nimebeba bahasha iko na kadi kubwa kwa sababu ni wageni wakubwa. Amen. So Mungu atubariki tunapojitayarisha kwa kununua hiyo basi. Huu mwezi wa 4 sidhani kama kuna mmoja ambaye anasema hatuleti basi. Wacha Mungu atubariki na atufungulie milango ili tuweze kufanya kazi yake. Pesa ni zake na anajua ametupatia ministry ambayo pia tunafaa kupata gari ili tuweze kufanya kazi ya Mungu. Nitaachia matangazo hapo, nilete choirs. Nitaanza na kwaya ya Zion, itafuatwa na youths, kisha baadaye tutakuwa na church choir. Zion Fellowship, karibu.
kuimarisha ama kuongoza njia zetu mwaka tutakuwa na Jordan Fellowship, Daughters of Hope and Solomon. Next week, Jordan, Daughters of Hope and Solomon ndio watatubariki kwa nyimbo. Tuko na mshirika wetu mmoja ambaye anafanya na Fohon International Jainis Hospital. Ako pamoja na sisi na ningependa tu asimame atusalute mahali yako. Hiyo hospitali inatibu chronic diseases. Amen. Ndio huyo hapo, wanatibu chronic diseases pamoja na pressure, arthritis, stroke, prostate, heart problems and fibroids. Wale ambao tungependa kujua zaidi mahali wanafanyia ama hiyo hospitali iko na vile tunaweza pata hiyo huduma, tuko na namba ya simu, nataka kuisoma tuiandike chini: 0796291303. Narudia 0796291303. 0796291303. Baada ya ibada ndio huyo amesimama hapo, tutakutana na yeye ili aweze kutuelezea zaidi kuhusu hiyo hospitali na huduma zake. Asante sana. Ningependa kushukuru wale wageni wote ambao wamejumuika na sisi siku ya leo, na jisikie muko mahali ambapo mnafaa kuwa leo. Ninaomba tu unisalute mgeni ambaye ako ndani ya kanisa. Ni siku yako ya kwanza umefika Nyamataro, nisalute tu hivi: amen, amen, amen. Tusimame tu mahali tuko ndio tuwaone vizuri wageni wetu.
Amen. Tupigie wageni wetu makofi mazuri. Wengine wako kwa nyumba ya juu. Amen. Tuko na wageni wengi kabisa. Wageni, tukimaliza ibada, msiwe na haraka ya kutoka, tungependa tujuane zaidi. Wale mko juu, mtateremka hapa chini, tukutane kwa hiyo meza ya ushers ili tuweze kujuana zaidi. Mungu awabariki na asante sana kwa kuchagua Nyamataro kama mahali pa kuabudu siku ya leo. Asante. Ni wakati ambapo tunaenda kumtolea Bwana sadaka zetu pamoja na saka, na tungependa kushukuru wale marafiki zetu ambao wanatutazama kupitia kwa mitandao tukiendelea kuhubiri injili ya Bwana. Ikiwa ungependa kubariki kazi ya Bwana, tuko na till namba ya kanisa ambayo ni 3313888. Church till number 331388 ndio till ambayo ni ya kanisa. Unaweza toa sadaka zako, unaweza toa fungo, na wale ambao tunatoa fungo kupitia kwa till ni vizuri kuspecify kwa sababu ya recording. Bwana wabariki. Tutasimama tumtolee Bwana. Nakutamani
Ningependa tena tusimame tuombee sadaka zetu. Let's pray. Baba, katika jina la Yesu Kristo, Mungu mwema, mtakatifu usiyeshindwa, tunakushukuru kwa sababu ya wema na fadhili zako Bwana. Tunakushukuru kwa sababu ya nafasi uliotupa Bwana, tumeshiriki katika ibada ya matoleo. Tuomba kwamba Bwana, matoleo haya yakawe manukato kwako. Ukayapokee Mungu na ukabariki kila mmoja aliyetembea madhabahuni hapa Jehova. Wengine ni wagonjwa, ukawaponye. Wengine wana mahitaji Bwana, ukawatimizie mahitaji yao. Jehova, tunaomba kwamba matoleo haya yatakapotumika Bwana, baraka zako zimiminike juu ya maisha ya wanao. Tubariki siku zote kwa kuwa wewe ni Mungu. Kwa Yesu Kristo tumeomba tukiamini. Amen. God bless you. Amen. Asante sana. Kabla tuendelee na praise and worship, kuna wenzetu nimeona ndani ya nyumba, ningependa niwakaribishe waje watuambie jambo moja. Our Apostle Monica and family, karibu sana, mtusalimie. Bwana Yesu asifiwe kanisa. Bwana ni Yesu wako. Nashukuru Mungu kwa nafasi hii ametupa tena kufika nyumbani kwake. Haijakuwa rahisi. It has really taken the hand of God for us to come here. I want to take this chance to sincerely thank our bishop for standing with us. May God bless you, man of God. I want to thank the board for standing with us. Nashukuru wamama wote. Nashukuru wazee, vijana, nawashukuru sana. Our church choir, altar makers, all the fellowships. I want to thank you sincerely for standing with us during our difficult time. The Lord is faithful. He has kept us. We are standing because you stood with us and because the Lord has been with us. I know He has a reason for everything, and I know His plans are yes and amen. I thank Him for everything still. Still He is God, and I know still He has good plans for us. I know He is there for us. Wacha Mungu awabariki. Amen. Praise God. Praise God again. Praise God. I just want to take this opportunity to first of all thank God for the 5 years brought us. I also want to begin by thanking our bishop who was with us throughout. All of you are good people. We thank you for standing with us. We had a big challenge
But God was faithful throughout. You are good people. God bless you. A friend in need is a friend indeed. We thank you. May God be strengthening you and expand you in all the ways. Thank you so much. Amen. Asante sana wenzetu. Bwana aendelee kuwa strengthen na all is well. Wakati tunaenda kumshukuru Bwana, lakini kabla ya shukrani ningeomba our bishop aweze kuweka maombi ndio tuweze kuendelea na praise. Haijawa rahisi kufika hapa, ni mkono wa Mungu umenibeba. Haijawa rahisi kufika hapa, ni mkono wa Mungu umenibeba, 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 umenibeba. Hallelujah, umenibeba. Hebu tusimame katika jina la Yesu. Baba wetu na Mungu wetu, hatuna lingine bali kama kanisa Mungu tumesimama. Tumesimama Baba wetu, tuseme asante. Tuseme wewe wabaki kuwa Mungu. Umbali huu ni wewe. Asante kwa kila mtu mwenye amesimama na miguu yake. Baba, tunakushukuru, tunaliinua jina lako. Mungu wetu, haijakuwa rahisi na haitakuwa rahisi, lakini kwako Mungu vinawezekana. Asante kwa wazee, asante kwa kina mama vijana, asante hata kwa mpendwa Monica pamoja na mmewe Gichana na watoto na familia. Baba, umewalinda, umeonekania, umesimama na wao umbali huu Mungu wetu. Na sasa ni maombi yangu kutoka kwa madhabahu haya, uwatie nguvu. Ni maombi yangu kama kanisa, kila mtu amesimama, Baba wetu uwasimamishe, uwape nguvu, uwalinde, uwahifadhi, uwaondolee nguvu zote za kikisa. Mungu wetu, na makuu yako yatendeke. Familia ile na boma lao ulifunike na damu ya Yesu. Na sisi kama kanisa utufunike na damu ya Yesu. Tunapoanza pamoja, tunapoanza mwendo tena, Mungu wetu, mwaka huu usimame na kila wengine wote ambao wamepoteza wapendwa wao. Utende mazuri, Mungu wetu. Kuna wale wagonjwa, Baba wetu, pia ninawaleta kwako. Kiomba Baba wetu, pia uwaponye, uwatie nguvu, usimame Baba wetu, usituache tushindwe, bali tuwe na nguvu, sababu Mungu wetu umesema walio wako unasimama na wao. Asante kwa makuu, asante hata kwa timu ya praise and worship. Mungu wetu, mwaka huu utusimamishe kila mmoja. Tenda mazuri, sababu wewe Mungu, sababu tumekutegemea. Najua Mungu hautatuacha, wacha utukufu kurudie, sababu wewe ni Mungu waweza. Fuatilia kila jambo kwa ajili ya utukufu wako. Jua utatenda. Ni kwa jina la Yesu tumeomba, na kila mtu aseme amen. Thank you. Praise and worship. Hey, praise and worship. Yes. Amen. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ningependa kuwauliza tulioketi tusimame. Sasa tunapoenda kumwimbia Bwana kidogo, alafu tusikie neno la Bwana. Bwana asifiwe. Amen. Amen. So ningependa tuchukue fursa hii usalimie mtu mmoja wawili walio kando na wewe. Obarigani ase ibada ya lero.
Salimia mtu mmoja, wawili, watatu, kama unaweza hata wanne. Amen. Yes. Fikia mwingine tena. Umusomberi asingwani lio mageni uyura wesemo. Amen. Yes. Amen. Tuendelee tu na hiyo makofi hivyo. Bwana Yesu, Bwana Yesu, umbali tumetoka, tumeona wema wako, ndipo sasa tunasema wewe ni Ebeneza. Umbali tumetoka, tumeona wema wako, ndipo sasa tunasema wewe ni Ebeneza. Umbali tumetoka, tumeona wema wako, ndipo sasa tunasema wewe ni Ebeneza Baba. Umbali tumetoka, tumeona wema wako, ndipo sasa tunasema wewe ni Ebeneza. Umbali tumetoka, tumeona wema wako, ndipo sasa tunasema wewe ni Ebeneza Baba. Umbali tumetoka, tumeona wema wako, ndipo sasa tunasema wewe ni Ebeneza. Umbali tumetoka, tumeona mkono wako, ndipo sasa tunasema wewe ni Ebeneza. Umbali tumetoka, tumeona wema wako, ndipo sasa tunasema wewe ni Ebeneza. Umbali umetuleta, tumeona baraka zako, ndipo sasa tunasema wewe ni Ebeneza Baba. Umbali tumetoka, tumeona wema wako, ndipo sasa tunasema wewe ni Ebeneza. Wewe ni Ebeneza, 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 Baba wewe ni Ebeneza, wewe Ebeneza, wewe Baba, Baba tunasema wewe Yesu, wewe Baba, wewe ni Ebeneza, jiwa letu Baba, tunakuinua tukisema wewe Yesu, wewe Baba, tunakuabudu tunasema wewe Yesu, wewe Yesu, oh Baba wewe, umbali tumetoka, tumeona baraka zako, ndipo tunasema wewe ni Ebeneza Baba. Wema wako wewe, umbali tumetoka, tumeona wema wako, leo Baba tunashuhudia wewe ni Ebeneza Baba, tumeona wema wako Baba, ndio maana tunasema Ebeneza Baba yetu, Baba, ndio maana tunasema Yesu
Inua tu mikono yako juu, mwambie Bwana ni asante. Tunashukuru tu, tunashukuru kwa wema wako Bwana. Mbali umetuleta, wewe ni Ebeneza. Tumeona wema wako Yesu, tumeona fadhili zako Bwana. Leo hii tumekusanyika mahali hapa. Oh Lord, we've come to say thank you. Bwana, tumekuja kusema asante. Asante kwa sababu ya umbali huu. Asante kwa sababu ya fadhili zako. Wewe ni mwema, wewe ni mfalme, wewe ni Mungu mkuu. Hakuna aliye kama wewe. Pokea sifa na ibada leo Jehova. Lord, we worship you, Lord, we worship you. Lord, we glorify you, we adore you. You are holy Jesus, you are holy. You are worthy Lord, you are worthy Jesus. We honor you Lord. Oh, yeah. Nimeona wema wako, tumeona fadhili zako Bwana, nasema asante. Nimeona wema wako, nimeona fadhili zako Baba Bwana, nasema
kulinua jina lako. Wewe ni Mungu mkuu, hamna mwingine kama wewe. Asante kwa nafasi, asante Baba wetu. Jina lako twalitukuza, jina lako twalinua. Asante Mungu wetu, Baba wetu, katika jina la Yesu. Wewe ni Mungu mwaminifu, wewe ni Mungu mkuu. Asante, asante Mungu wetu. Kwa hakika tunasujudu na kulinua jina lako. Asante kwa kila mmoja kwa nafasi hii, Mungu wetu. Tunapojiandaa kusikia neno lako, utende mazuri. Tunakataa nguvu zote za giza ambazo zitainuka kinyume na neno lako. Chukua usukani, utubarikie. Simama nasi tunapoanza kusikia neno lako, na ni kwa jina la Yesu nimeomba, na kila mtu aseme amen. Amen. Hallelujah. Bwana asifiwe. Pigia praise and worship makofi mazuri. Aha. Well, asante kwa kila mmoja. Mbiyamona singing chake royomo. Asante sababu nami mumenikubalia nisimame mbele yenu. Mbiyamona singing chona nche mwanganchire ntene nebo siboino. Taka tujiandae tukasome maandiko. Taete tuyariga ntosoma mariko. Leo hii Leroiga. I want us to read from the book of 1 Samuel. Taete tosome kwa kitabu ya Samuel yeri tangani. Samuel, the book of 1 Samuel. Kitabu ya Samuel yeri tangani. Chapter number 15. 15. We'll start from 22. Tuchakere mirongo ibiri na ibiri. Tusoma 22 and 23. Tusome ne mirongo ibiri na isatu. I am saying ngoteba the book of 1 Samuel. Kitabu ya Samuel yeri tangani. Chapter number 15. 15. 22 tuchakere mirongo ibiri na and 23. Ne mirongo ibiri na isatu. I want you to be there. I want you to be there as we read. Toba abutwensi tumane gosoma. I want you to be there as we read. If we are there, allow me read. Onye koro nganchere nsome. We read from both the languages. Togo soma koro asemenu yonsi. For those ones who can read good Kikisi, Uliora anyare goto somere kigusi. you read that in Jesus' mighty name. Oto somera abu. I will read in English from the Bible of NLT. The Bible says, what is more pleasing to the Lord? Your burnt offerings and sacrifice, or your obedience to his voice? Listen, obedience is more than sacrifice, and submission is better than offering the fat of rams. Rebellion is as sinful as witchcraft, and stubbornness and as bad as worshiping idols. So, because you have rejected the command of the Lord, he has rejected you as king. Na ni yule ako na lugha yetu ya Kikisi, soma katika jina la Yesu. Elio Samueli akamotebia. Ine igokorengeria nga omanene nagokerete ebingwanso byogosambwa na ebingwanso binde kubwa okomoibwera. Nama okoibwera nokuya kubwa ebingwanso na okotegerera nokuya kubwa ebitinya byechimingichi. Yes. Ogosalia kugotaigwera nigo kunga buna ebibe byoboro. Na obwene nigo bonga buna ebibe byogosasima emewekano. Ekiagera kwangire ingana lyo monene nere boigo okwangire. Tokogenderera koba umuruoti. Baba, katika jina la Yesu, Tata sirieta la Yesu. Asante kwa neno lako. Biamona singichiri ngana liao. Tunapolitafsiri pamoja na mkarimani wangu, Gato korionchora. ututumie tu kama vyombo
ototumeke bune ibekerero ili watu wako wakabarikiwe. elinda abantu bao basiseniwe. Asante sababu utatenda, Biyamona asinge nchonokole na ni kwa jina la Yesu tumeomba, na asiri tala Yesu na tuwasali. kila mtu aseme amen. Kero yo mante ba amina. Aha, Bwana asifiwe. Amen. Hebu tena unifungie mkono kama unaniona. Inyimukire okoboko igana andonye kondoche. Salimia mwenzako, Kwani oyo mino umuulize hivi, umuboliga obedience, ama umwambie obedience is better than sacrifice. omotebi ngoko iwera no kuyako bwebi ngwanso. Hallelujah. Amen. Obedience is better than. Oko iwera no kuyako bwebi ngwanso. That is my theme I want to talk about. Nekina kiekerenga. Obedience is better than sacrifice. Nekina kiekerenga kiayenga oko iwera no kuyako bwebi ngwanso. From the words we have read, Kurwa samangana ya twasomire. the Bible is saying, Ebibilia yagoteba. actually it is asking a question. Lige koboliri ibolyo. What is more pleasing to the Lord? Inkikere gyoko kimona gucyase Nyasaye. Your burnt offering, Nebi ngwanso byawo byogosambwa. your sacrifices, Ebi ngwanso. or your obedience to his voice. Gosoko iwere lyogirya Nyasaye. Obedience is far better than sacrifice. Oko iwera no kuyatambe kobwa ebi ngwanso. Listening to him is much better. It's much better than offering of fat rams. Oko moiwera ekoro kuyako bwebi ebitinya by'ekingondi. Rebellion is bad as the sin of witchcraft. Nogo taiwere ekoro ko bebuneke bekyoborogi. And stubbornness is as bad as worshipping idols. Nogo taiwere go chande okoro ko bebuna ekebekya oborogi. So because you have rejected the word of the Lord, he has rejected you from being king. These are the words coming from the mouth of the servant of God Samuel to the king Saul. In fact, I am saying this. This was Samuel's word to Saul after Saul refused to follow instructions. I want you to read with me this so that you can understand. In the book of the same book, 1 Samuel, chapter number 15:1. If we can briefly read there so that we can understand one another. The Bible says this. One day Samuel said to Saul, "It was the Lord who told me to anoint you as king of this people Israel. Now listen to this message from the Lord. This is what the Lord of heaven's army has declared. I have decided to settle accounts with the nation of Amalekite for opposing Israel when they came from Egypt. Now go and completely destroy the entire Amalekite nation. Men, women, children, babies, cattle, sheep, goats, camels, and donkeys." Amen. Those are the instructions Saul was given to go to the Amalekites and destroy everything. But instead of Saul taking those instructions, he went there. Oh, hallelujah. He went there and he did not take out instructions. When you read verse 20, the Bible says this, and I read. The Bible says this, verse 20. But I did obey the Lord. Saul insisted. I carried out the mission he gave me. I brought back
the king Agag, but I destroyed everything else. Then my troops brought in the best of sheep, goat, cattle, and plunder to sacrifice to the Lord your God in Gilgal. I am saying that when they went there, they did not destroy all the Amalekites. Now from what we have read, when Saul refused to take instructions, this is now when Samuel is asking him, why did you do this? And because Saul was not even remorseful, that is why Samuel was asking Saul, what is more pleasing to the Lord? Is it what you want to do, or take instructions and obey? I am today trying to ask you this. What is more pleasing to the Lord when he has given you instructions? But the Bible says obedience is better than sacrifice. So obedience being better than sacrifice, so it is wrong not to do what the God had instructed. And that is the reason why Samuel told Saul that the Lord has rejected you. So obedience is better than sacrifice. Let me ask this. How many of you who are remorseful? Bwana asifiwe. Amen. Ni wangapi katikati yenu wakati amefanya kosa anaweza kukubali amefanya makosa? Wakati labda umekosana hata tuseme bibi yako, women, sisi wanaume, can you apologize to your wife? Can you agree and say, I did wrong? Oh, hallelujah. Amen. That is not my question today. But I'm asking this. When somebody was asked, my friend, when Saul was asked, you were told, go to the Amalekites, destroy everything. And then when he went there, he tried to choose what he could do. And then when he was being asked, wakati aliulizwa, hakukubali amefanya makosa. Ndio sababu alipoteza ufalme wake. Na wewe ndio ninakuuliza, as a man, oh hallelujah, hallelujah, kama bishop, kama pastor, umekosea kitu fulani, are you ready to apologize? Oh hallelujah, amen. I want to say this, go ahead and apologize. Don't see your wife, look at the mistake you have done. Oh, praise the Lord. Amen.
wewe nyinyi wanawake pia, na inua basubati wakati umekosea ekero kwa mochire unaweza kubali useme mume wangu nisamee. nunyale wanchira notebenga umugako ne ngabere. Go ahead and apologize to him. Genda busyo saba mabira sa. Don't look how you think he had done wrong. Tako nyakolengera lina ngaki akole kebego serimo chalimani. Muombe msamaha. Genda musaba mabira. Angalia makosa. Digerelia mamocho. Na maisha yaendelee. No bugima boge endelee. Lakini leo hii. Lakini leo iga. Ukiangalia mfalme wetu Saulo. Akero kuligelio moruoti Saulo. Yeye wakati aliambiwa afanye jambo. Erekera tebeti wakole lingana. Akufanya. Ta koleta muna tebeti. Alienda huko. Akagenda ali. Akaleta vitu zile aliambiwa aharibu. Akaimokie bintu biri akane tukungasali. Na hiyo ilifanya ufalme wake ukaisha. Nekyo gekagero buroti bwaye bukaera. Sijui wewe leo hii unanisikiza. Timanye tirera yontegerere. Sijui ni nini unaambiwa na utaki kuacha. Timanye tinkeke gwate biri gwoti gota. Sijui ni nini unafanya na utaki kuacha. Timanye tinkeke kwa gota taketigotiga. Nataka nikuambie katika jina la Yesu. Ntagetengo tebia siri tare ya Yesu. Okoiwera mbia. Kutii ni vizuri. Oh, hallelujah. Amen. Obedience is better than okoiwera nokuya. Bwana asifiwe. Amen. I don't mean that sacrifice is useless. Timine tinge bingwansombosa. Bwana asifiwe. Amen. I want to say this. Ntagetego tebeke. Sacrifice ekengwanso is also important. Nekengenchokere. Sacrifice ekengwanso is something you have to do. Negento bwena takokora. I am sacrifice is or was ekengwanse ekere gose kiarenge a transaction okorusia. Bwana asifiwe. Wakati unafanya sacrifice in anything you do, ekero gokora ekengwansa sekende gyonse okora. It is actually when you physically bring yourself to the Lord. Nekero asegento kelio okora gete kwereta asomo nene. You have to prepare your heart for it. Goikwali ganyo moyo aseke ngwansekyo. You have to humble yourself before God. Goikabweke iyayo monyena asenya asobosibanya. You don't make a sacrifice to God. To korweke ngwansa asenya sai. And yet you have not prepared yourself. Na ye tole ali ganyo monyene. And yet you have not obeyed. Na ande tola moiwera nyasai. You obey. Aye iwera. Come out and humble yourself. Inchuo na ande ke yayo monyene. And then make a sacrifice. Erioruweke ngwanso. When you make a sacrifice like that, ekero korweke ngwanse ngenchenge yo. it shall be good in Jesus' mighty name. Era abebu ya serieta ya Yesu. But if your heart is not prepared and you have not obeyed, kulendo nyenkolo ya otere aliga nande tora iwera, then your sacrifice is useless. Diorieke ngwanse kiora arumbosa. This is why Saulo, ekenagia kogera Saulo, if you can read with me again, oisa kosoma na nche nande. when you read Samuel chapter 13, ekero kosoma Samuel yeri tangani 13 verse 8. I want us to read there briefly. Chapter number 13. There's something I want you to capture there. 13 verse 8. The Bible reads. Saulo waited there for 7 days for Samuel, as Samuel had instructed him earlier. But Samuel still didn't come. But Samuel still did not come. Saul realized that his troops were rapidly slipping away. So he demanded, "Bring me the burnt offering and the peace offering." And Saul sacrificed the burnt offering himself. Just as Saul was finishing with the burnt offering, Samuel arrived. Saul went out to meet him, but Samuel replied, "What have you done? How foolish!" Samuel exclaimed. "You have not kept the command
the Lord your God gave you. Bwana asifiwe. Amen. That is the start of Saul's problem. Abu no emechando ya Saulo ya chakirete. If you read the Bible, Oisa gosome Biblia. it was a way that when a king was going to fight, nalo ya renge ngekaru muruti akogenda kurwana. you have to call a servant of God Oikomo sombo nyasara ngeliwe. to pray for you and the others who are going to fight. Elinda asabero muruti na bali bakwenda na balwesegi. And then you go to fight with God's blessings. Elinde mogenda asesegi muri ne But chikuru the Bible says, Biblia egoteba. when Saul was ready to go and fight, Ngekero Saulo arenge ange kogenda esegi. he waited for Samuel for 7 days. Akaganya Samuel akamoganya matuka 5 na 2. Now Samuel did not come. Samuel taorogeti. Instead, he decided to do the sacrifice himself. Remember that Saul, he was a king, but he was never a servant of God. So he was not supposed to have made a sacrifice. So this is the question Samuel is asking him. Wewe Samueli, wewe Saulo, ni nini kitu kizuri kwako? Inki ya sore Ni matoleo ama ni kukubali kumtii Mungu? Neke ngwanso gosenoko no gwancha komuiwera Nyasaye. That is the question now. Enaliri boli bono. Which Saulo Saulo was not able to answer. Atarengange koiraneria. Why? Aseki. He had already messed up. Konyoro saliri. I want you to know, all get 3 or 4 things here. Ndage to manya gosonyo le bintu bine birega iga. When you try to assist God, ekerogo tema gokonya Nyasaye, because he has delayed, asengencha nyolirwe, that is where you have gone wrong. Abuko ndole bube. The people in this life, when challenges come, you will want to assist God. You will want to assist the bishop. You will want to assist pastor. Why? That pastor has not come. This is the mistake Saul did. He made a sacrifice and he was not allowed to have done it. I am asking you today, when you start assisting God, you have already disobeyed. Number 2, when you fail to trust God's timing, you must trust God's timing. However late things might look, however when challenges are too big, wait for God's timing. Do not run to assist God. Because if you want to assist God, I think there you have gone wrong. When you forget to be patient, there are people in this life, when a challenge has come, they forget that there is God. They forget that you have to call God. They forget that the same God we are worshiping is still watching. He has given you the time. Maybe he's testing your patience, and then you decide to disobey. How do I talk to you today? That when things are late, even when the schedule is late, just wait and be patient for your God. He will do it in Jesus' mighty name. Why?
aseki He loves you. nagwanchete He knows you have a problem. namanyete nga nobwato muchando Be patient and God will help you. ganya nande kabomoremereri nande nyasaye nako Learn to be patient egegerie kobomonto when koremereri things are beyond schedule. ekere ebintu bire bobe Because if you run to assist God, egiekogero ise kominyoka komokonya nyasaye it will be wrong for you. nebe bubasole When you think you know it, ekero okagerete nga nomanyete mono. Bwana asifiwe. Amen. There are people in this life. Abantu barasobogi mobo. They always think they know. Butambe bakolengera lingamba manyete. They cannot wait for God's time. Tibakonyara kuganya chinga kichya nyasaye. They want to run. They want to run even before schedule for God. Batagete kominyoka batanga ne program ya nyasaye. Just because you know, you think you know. Asenge nchoka getenga no manyete. How do I ask you today? Na kingo koboli lero. That patience and obedience ngoko ganya no koigwera is what will help you in Jesus' mighty name. Na kikera gokonya serietari ya Yesu. Bwana asifiwe. Amen. Now, bono, what is obedience? Okoigwera ninki. Want us to learn some 2-3 things. What is obedience? When I was going through the Bible, obedience is just this. I learned obedience is to hear God's word and act accordingly. That is a biblical meaning. Obedience is to hear God's word and act accordingly. In fact, it is an act. Or instance, the instance of obeying when you have heard that you have to. It is a quality of you acting. It is a dutiful complying with the commands and orders or instructions from the one in authority. Yani nokoigwera keliochi kire korwa solio rase okobua. Bwana asifiwe. Amen. You can interpret it. You can interpret it in obedience. You can say a lot of things about obedience. But obedience is to hear God's word and act accordingly. It is when you act according to what is written in the word of God. So as children of God, we have to obey God and do what is supposed to be done. Our obedience to God is through His word. And through this word, it determines how far we can go in our relationship with God. Briefly, that is what obedience is. Briefly, that is what obedience is. I also want to give you 2, 3, or 4 things. The benefit of obedience. This obedience, if you keep it, ukisimama na kusikiza vizuri na kukubali, kwa hakika Ukristo huu utakuwa rahisi kwako. So let me read or give you about 3 or 4, 5. Number 1, obedience brings blessings. Disobedience, if you agree to be obedient,
you'll see God's blessings. norora amaseseni ya Nyasaye. If you read, if you go and read Genesis chapter 12, 1 to 3, Oenda osome igitabu giokung'anja yani kio muchakano 12 ya mabaka 3. maybe briefly we read that Gusetiga tosoma so that you can be able to understand that. umuchakano 12 Genesis chapter number 12. If you are there, verse 1. If you can read, if you are there, if you can read, you can read. Genesis 12:1. The Lord said to Abraham, leave your native country, your relatives, and your father's family, and go to the land that I will show you. I will make you into a great nation. I will bless you and make you famous, and you will be a blessing to others. I will bless those who bless you and curse those who treat you with contempt. All the families on earth will be blessed through you. Amen. Meaning Kworokia that when you obey like Abraham, inga kora iwere buna Abraham all those blessings will be with you. amaseseni ya yonse pinaba asore. In the first service, Ibada ya itentangani our speaker also mentioned that. omokwani bwe kwa namanganayo. He said that you will be a blessing Inga nobo gosesenia when you obey. ekero ko iwera. So if you obey today, Ase igo ise ko iwera re. you shall be a blessing in Jesus' name. Nobo gosesenia ase How do I pray to you today? na kinago saba igarero. Be obedient Inga kabo mo iweri and blessings will follow you. na amasesenia na. The Lord will bless you Nyasaye na gosesenia. if you remain obedient. Oise ko tigara kabo mwe. Number 2. Number 2, ya kabere obedience attracts favor. oko iwere go ko muso wancherwa. If you become obedient, Inga oise kabo mo iweri the Lord will give you favor. Nyasaye na ko wancherwa. When Joseph was in Potiphar's house, Ekero Yosefu arenga ase nyumba ya Potifa. in fact he obeyed. Niga iwerete And then Potiphar, na Potifa where he was working, asa arenge okora emirimo. when he realized that he has got a good gentleman, ekera achete kumanya ng'onyorire omonto omuya he gave Joseph favor. akamogwancherwa. When you read Genesis 39:2, Ekero ogosoma Genesis eye emerongo you itatu can na go kenda and eye. read that because of time. Oenda osoma singiche ebiro. Genesis 39 verse 2, you continue up to 4. It will tell you how favor will come to you. Nego tebi na kyo wancheru kora Why? achasore. Because you have been obedient. Aseki ekiagera kwachorira kobo moigweri. So obedience will attract favor. Ase igo koigwera nkonguso wancheru aso. Number 3, kiaga tatu. obedience brings healing. Okoigwere gokoreto kugweniwa. When you obey, Ekero koigwera. like Naaman himself. Buna Naama ni omonyene. If you read first, 2 Kings, Oisa gosoma igitabu kiabaruti ya kabere. chapter number 5:1 up to maybe verse 14, Isane ya moso membaka 14. it says this: Ngokwanira mangana. when Naaman was sick with leprosy, Ekero Naama ni arware to burere bwa ukoma. he went for healing. Akagenda linda weniwe. And surely when he agreed to dip himself 7 times, Naama ene ekera choreta kaigwera goswaro chemara gatano na kabere buna chigetwe. it is not easy sometimes. Yale chinga kichinde teri kwa rahisi. When people give you an option Ekera abantu bago kwali chibu. that you have to dip yourself Bago kwanga goika bweru ayo 7 times, kero bako gotenga goika bwebe and then you will be healed. mara gatano na kabere amachi mirano You remember Naaman was a big man. Inyoranga Naama nini gale ngo monto manene. And then when you were asking for healing, Bone kera ko boli okugweniwa. he thought that he could be favored so that he can be healed. Niga kagirete ngatali ko tabigu kenda goika igate bigu kwa But weni. instead, Kulende maminja somebody was telling him omuntu akamutebi. that Naaman, Nga Naaman I know you are a big man.
Ai ni mata no monto But the only option for you, lakini egento kioka kera kugwenia. dip yourself in the Jordan River. Genda mpaka Jordan. Dip yourself 7 times. We mulio mara gatano na kabiri. Oh, hallelujah. Amen. I don't know who's there. Read there in that Kikisi. Timetingoro ato somene kigisi Read ekyo. read that. It's good there. I said, verse 2 Kings, chapter number 5, you read verse 14. Some 14. You will see how the big man, Naamani, although he tried to refuse, but once he obeyed, he was healed in Jesus' mighty name. Asayo Yes? Asayo agatirimboka agasoa ase oroche rwa Yorodani. Aragatano na kabere. Buna omuntu oria onyasaye amotebetie. Yes. Omubere oyo okairanirana okaba buna oyo gw'omwana omoke. Watia hivyo, asante. Wakati alikubali, when he obeyed, ekera ncheranete. he dipped himself 7 times. Akiruo monyene mara gatano na kabiri. Bwana asifiwe. Yes. When sometimes people who are very powerful, ebiro binda abantu bali babwate chinguru abanyangu. for example, if you find maybe our governor is sick, omubwekano isakonyore governor ita. I am saying in case ngotebanga yani isako. when he is sick, ekera arwarite. and then you will tell him, omotebye, or even our president, gose omorayo ito monene bwense. enda huko kwa huo mto, omotebi ngagenda asoro cherodia. ujiweke mara 7, we murime mara gatano na kabiri. na utapona. Ngana obwene. Unajua president anaweza sema, mete president abara tebe, this person is a joker. Omuntu no mokolia gosori. No umunya. Lakini Naamani alikubali. Lakini Naamani aganchirana. Wakati alikubali, ekera nchiranete. the Bible says, Biblia egoteba, that wakati alitoka kwa maji mara 7, ingekera rueta amache imeririria alionekana ripple zimemtoka, akarorekananga ukoma ya murure, na amekuwa kama mtoto mdogo. neri sangwa ya abere buno mwana omoke. Bwana asifiwe. Amen. That is when you obey. Elinekera ukoigwera lyoka. Another one is ekende nkeli, obedience leads to prosperity. Okoigwera egokora gochia sobonda. When you read Job chapter number 36:11, kerogo some kitabu iki Ayubu, well, when you obey, ekero okoigwera, well, it will lead you to prosperity. Nekorae gochia sobonda gosobote nenku. Bwana asifiwe. Amen. Kama uko na haraka unaweza soma hiyo. Job chapter number 36:11, usome hapo haraka katika jina la Yesu, so that we understand that. Soma hiyo. Kobara igwere na komokorera irorio bae bagosesenika. Asa matuka bonsi. Kobara akoreki. Kobara igwere na komokorera. Yeah, if you obey, oise koigwera, then it shall be well in Jesus' mighty name. Nebe buyasiri tara Yesu. Ingine nataka ujue, gendeta getomanya, obedience leads to deliverance. Oko igwera egogokora gochiase obosibore. When the children of Israel had problems, ekera bana ba Israeli babwate mechando, when they obeyed, ekero baigwerete, that is in Exodus 14:21, abuna segetabu yoko nganya 14:21 neyemo. in fact, they were delivered. Ama ende bakanyora obosibore So bwabo. from your obedience, igokorwa soko igwera kwao, you shall get deliverance. nonyora obosibore. Obedience brings miracles. Oko igwera egokorete ebikona sobogima bwao. When asifiwe. Amen. If we can read Kings 17, 1 Kings 17, verse 15 and 16. When the widow of Zarephath agreed to give Elisha the last meal. Ekero mubura kolio Zarephath anjiranete kwa Elisha. Oh, hallelujah. If you are there, read. Omukungu oria akagenda agakora buna Elisha amotebetie. Yes. Na omukungu oria na Elisha na
abantu bonsi benyomba y'omukungu oria Yes. bakaba bakonyora endagera eisaine ase amatuko amange. Yes, walipata chakula siku zote. Bakanyore Hata endagera. ingawa alikuwa anasema na chakula yake ya mwisho. Bakanyore endagera ase amatuka amange noe bate noe musubatu irote betengaka na kwa kandagera kane ko mwerio. So that is a miracle Asige kinege kone. because of the obedience of the widow of Zarephath. Asige ncho ko igwere getambo kerokiriyo ko igwero mukungu oria irete. She ate food Na bwata kandagera. together with the family, Amone family. and it shall be well to you Na aye ne kobere buya. if you keep out your obedience. Oise kugenderera no ko igwero kukwao. Now, how can we live in obedience? How can we live in obedience? Bono na kitura nyare komenya so ko igwera. Number one also, Igente gitanga nande. by keeping his commandments Ase okulenda machikaye. and acting according to God's word of faith. Na gokora kolengana nilingana lya Nyasaye. If you read Hebrews 11:6, Oise kusoma Baiberania 11:5 nemo. if you keep God's command Inga oise kulenda amachika Nyasaye. and act on the word of God by faith, Na ando okolere lingana lya Nyasaye so kwegena. then you live in obedience. Igo no nyare komenya so kuigwera. Number two, Igia kabere. by trusting God Asoko mosemeri Nyasaye. wholeheartedly. No moyo obwonsi. If you get time, you read Psalms 125:1. Amen. In fact, if you can read that, let's read that as we go through. Psalms 125. Saburi emie mona meronge. If you are there, read with me. If you are there, read with me. If you are there, you can read with me kindly. If you are there, read with me. Awa musemereti omanene Yes. nigo banga buna egetuna gya Sayoni Yes. etali konyegeribwa. Yes. Kolende nigo kegenderete koba obutambi. Yes. If you trust, those who trust in the Lord, Bali bamosemerete Nyasaye. they are secured as Mount Zion. Nigo balendire banga bune getuna gya Zion. They will not be defeated. Tiba kobugwa. They will endure forever. Mbamenye kale na kale. Why? Aseki. Because you have decided Asenge ncho to wanchile. live in obedience. Komenya so kuigwera. So that is also another thing. When you decide to live in obedience, Ekine gento kenenga ekero gwacholire komenya so kuigwera. it shall be well in Jesus' mighty name. Ne kobere buya serieta lya Yesu. Another one is by living a humble life. Ekene kelinga aso komenya obugima bwo gwekeya. If you live a humble life, Oise komenya obugima bwo gwekeya. as by the book of 1 Peter 5, Kolengana ne gitabu gya Petero yeri tanganisano. yes, if you live a humble life, Oise komenya obugima bwo gwekeya. as by the book of 1 Peter 5:5, Kolengana ne gitabu ekigya Petero yeri tanganisano isano. then you will continue to have those blessings. Nene nogenderere konyora masiseni ayo. Bwana asifiwe. Amen. Finally, as I finish, Omoeli okongokora. there are other things, but because of time, Ebintu binde mbiro lakini asenge nche ebiro. we want to get another time and go through them. Tutayete konyora chinga kinande tweteri bintu I bino. also want to give you two or three things. Ninda getinande ko ebintange bibere gose bitatu. Actually, there are 6 of them, Ebire bitano na kemo. saying 6 blessings of obedience. Ama sesenia tano na rimo yoko igwera. When you agree to be obedient, Ekeru wanchera na kwabo mo igweri. 6 blessings will always follow you. Ama sesenia ragatano na rimo na kubwati. Praise the Lord. Manene yesaba. Wakati utakubali Ekeru rancherane. kutembea na kusikiza na kutii, Gotara na gotegerera na kuigwera. kuna vitu 6
ebintu mbiro bitano na kemo zitakufuata kila wakati uko hai, bila kubwatie ama tukonsi ole moyo, zitaendelea kuwa na wewe bila gendere ko bamo naye wakati umekubali kutii. ekero wanchiranire koigwera Hautawachwa kama Saulo, togotigwa buna Saulo, because Saulo yeye alikataa. egekogera Saulo ere nigangete, Lakini nataka kukuambia leo hii, lakini igonta etengo tebire if you agree to obey, inga kora nchirane koigwera, it shall be well in your life. nebe buya nobugima bwa God will keep you in Jesus' mighty name. Nyasaye nakwenda asiri etalia Yesu. Number one, Egente getangani a blessings number one, ugo sese ni ugo tangani you will get God's protection from sin nonyoro okolendwa kwa Nyasaye gosoborendi bwa Nyasaye korwa and sebi from its consequences. no gwakwa kwebibe. God will protect you Nyasaye nakolende from every sin korwa sebibe and all its consequences. no gwakwa gosama akonsi yebibe. Why? Aseki Because you have agreed to obey. ikiagara kwa nchiranire komoigwera, So obedience is better than anything. ase igo koigwera no kuyako bwakende gyonsi Our lives as families, ama gimaito buna chifamili gose they have gone astray achire just bogeka because we do not want to obey. ase ngenjo totatageti koigwera. Let nobody force you to obey. Muntu ndebwe sta kobeterio igwere, I am not forcing you to obey. tindiko kobeterio igwere, But the Bible says, lakini Biblia atebire if you agree to obey, oise wanchirana na koigwera then protection from sin ingoborendi korwa sebibe and its consequences will never get you. nengeria yebibe tibiko Because ikange naso God will protect you. ese ngenjo Nyasaye omanyane na Number two, egi akabere our blessings number two, ogo sese nya wakabere wisdom and guidance shall be with you. obongaini nokora woko yanko bamona Just because you have agreed to obey. ase ngenjo kwachorire koigwera So if you agree igo to obey, kora chore koigwera the blessings of wisdom ama sese nya yobongaini and guidance in your life. no kora igo so kworokera liwoku yasobogima bwao. Another one is Ekende nkelinga you will experience God is best. norore obuya bwa Nyasaye Each time you are alive, obugima bwensi ole moyo each time you shall continue to obey. ebiro byonsi orabe moyo gendere koigwera. Hallelujah. Hallelujah. You will experience God is best. Norore obuya bwa Nyasaye Simply because you have decided to obey. ase ngenjo ayagwanchire koigwera. How do I pray to you today? na kingo gosabira lero Experience God is best inganyoro obuya bwa Nyasaye when you just obey. ekero komoigwera. Another one I want you to note, Ekende ntagetomanye developing humility and character. okwagacha embwa You will get a blessing of developing humility and character. nonyore chinguru gosoko bwagwo kwagacha chimbwa chiao Simply because you have obeyed. lyokeke ani ase ngenjo kwaigwereire. Finally, but not least, Omoerio building a greater trust in the Lord. okwagacha okwosemeria okonena ase Nyasaye. I am saying you will get a blessing of building great character, great trust in the Lord. Simply because you have agreed to obey. Nabokonyora kwagacha embwe, yani nabokonyara kwagacha embwe nena ase Nyasaye dio ani ase ngenjo yegetambokero keri kwairire gyokoigwera. So how do I pray to you, my brothers and sisters? Ase igona kingo basabira bamurana basibati bami. That when you agree to obey as a Christian, ingekero gwachorire koigwera buno mo Kristo. the Lord will never leave you. Nyasaye ta kogotiga. It is not easy to obey, I know. Tali rahisi koigwera. Sometimes we become stubborn. Ebiro binde nabo tokoba abantu togochana. Sometimes we refuse. Ebiro binde nabo tokwanga. Not because you have not been told, Tali ase ngenjo totaratebiwa. but because you choose to. Lakini ase ngenjo togochora gokora. Saulo tried that. Saulo agatema igo But the otaigwera. Bible is very clear. Lakini Biblia ere igo. He was asked a question, Akaboli guli bolyo. what is more pleasing to the Lord?
inga ningi kere gyoko gokia senya sa Others are important, yes. abande mbale But bengencho obedience is more better than anything else. lakini okoiwera nakoro kuno kuya kubwage ntukende gyonsi Bwana asifiwe. monene yesaba What I wondered egento ngokumia is that it was saying ngelinga ale goteba that all those things, ngebintu ebi byonsi they are more than witchcraft. nga ebibwete kebe kyoborogi. Bwana asifiwe. Amen. Sometimes we fear witchcraft. Ebiro binge gose ebire binge etobo etabaro. But the Bible is just saying lakini Biblia yagoteba iga but when you have disobeyed, inga ekerutara otari koigwera ng'ekeruta igwereti ekeruta igwereti kwangire ko ng'enge bibe bietane kyoborogi. inge ekebe kikyogo igwerege ekebwete kyoborogi. So I don't know now. Mono timanyeti Sometimes some of us fear witchcraft. abange ntobo etoborogi. Although we say we are Christians, Nane mototeba nga ntuna ba Kristo. Bwana asifiwe. Monene yesaba. There is a time Ebirombire my friend told me this. omusani ona ntebetiga. There were people who were coming to their compound. Nga abantu mbaro balenge gocha senka yabo. The compound is completely fenced. Omuchini wogitire pikerase. And then, in fact, he has put all the wires for security purposes. Inga nande igoro ye wall na begete chiwaya chiri chestima. But when it reaches at around saa saba usiku, Lakini yakada wikange saa saba ya butuko. he could realize that there are people walking around the compound. Kerale nyomba na bakwinga abantu bali bagutara isiko. The dogs are there. Chisese no chire. They are not even doing anything. No ekende no gukoga nchiri gokoga. The dogs become friends. Chisese cha baba sani babantu bagutara siko. Then he was telling me, anda akamanya tebiga. now pastor, Bono pastor, I want you to pray for me. ndage tunsabire. And together with his wife, Eramo na mukaye, then the wife was telling me, musibati nera mutebiga. pastor, Pastor, my husband, umusachone. he fears witchcraft. Aho boeta barogi mono. When they are passing around the compound, Ekero bagwita isiko ga. when I tell him, just go and see what is happening there, Ekero ngoma tebinga genda orore nkike genda eta isiko. he will even switch off the lights. Na bahara basikuli minone birohu nyomba. Bwana asifiwe. Amen. Then anasema just muombe pastor, muombe awe na nguvu. Ona mazinga pastor musabira bene chinguru nobolemu. Sasa tunajaribu kuomba, Ona toko tema gusaba. lakini ananiambia pastor, hao watu bwana ninawaogopa sana. Lakini otebanga pastor no sababa ndabumba oboete bubi. Bwana asifiwe. Amen. Lakini sisi kama Wakristo Lakini ntubu naba Kristo. nataka kukutia nguvu. Ndaite kokotbeka chinguru. Hata kama shida ziko, Nga nonye mechandokero. hata kama wachawi wako, Nga nonya barogi baro. we are more than conquerors. Intunto etani tia babui. Bwana asifiwe. Amen. Haleluya. Hallelujah. Ungie mkono wako hivi. Nimukeri okoboko iga. Nataka kila mtu tujaribu kuiga mfano wa kujaribu kuwa watulivu na kufanya obedience iwe kwako katika jina la Yesu. Yani ndaite ko babeko moyo nga toba abantu tora batoereru nande tokole embwe yo koigwera ebe asetore. Kama wewe ni mke kwa nyumba ama kwa boma, Onya eno mukungu asenka. kubali, sababu kutii sio kazi ngumu, Koigwera taliye gentege kongu. na kwa kupitia kwa kutii kwako Na gwetera soko igwera kwao. kama mke wa boma, Uno mukungu bwenka vitu zinakuwa safi. ebintu mbibe buya. Lakini kwa wanaume, Lakini asaba sacha tuanzie bishop, mimi tuchakire bishop ujaa saa zingine kuambia mwanamke umongi na wana nyawere koteba ngomongi na ngabere ngana igule na igure ni kazi ngumu katika jina la Yesu. nega asia nkongo. But how do I pray to you men in Jesus mighty Lakini name? na kingo basabera basacha Wacha kuangalia hiyo, takuligereria wewe kubali makosa, anchirara mamocho alafu sema tuendelee katika jina la Yesu. nando tebenga tikatogendera serie So there is power in our obedience. asigo chinguru nchiro asoko iwera waito. There is that power which has made people to move on.
chinguru nchirorora suguhere cyakorera abantu There is that power which has made families to continue. chinguru echina cyako chinguru nchiro cyakorera family. How do I pray to you today? Lakini ko basabira rero Vile tunaendelea katika jina la Yesu. Ngagatogende ta serieta ya Yesu. Tutii katika jina la Yesu. Toiwera serieta ya Yesu. Na maneno yatakuwa vizuri. Na mangana nabe buya. Sio kanisani peke yake. Talie kanisa igoka. Hata nyumbani kwako katika jina la Yesu. No yena sichinga jeta serieta ya Yesu. Ninakusihi katika jina la Yesu. Na gosoro ila serieta ya Yesu. Ukatii. Oiwere. Na those blessings will follow you. Na masese ni ayonsi pitu akwanire na kubwatie. Tuache kiburi katika jina la Yesu. Totigo obwenenu asirieta ya Yesu. Lazima kiburi chinga kijindo obwenenu kimefanya vitu zimeharibika. Bwakolire ebintu byasarekire. Bwana asifiwe. Amen. Sijui nani yule anataka tuombe pamoja na mabaliza. Timanye tingoli utagete tusabamo, usuiwete tusabamo nerega tugukora. Taka usimame juu. Ndete tutene neigoro twens. Taka usimame juu. Tunapoomba kwa ajili ya swali ambaye tumeulizwa leo. Gatogo sabase ngencheri boli rito aboli gurero. What is more pleasing to the Lord? Inga ngikere kiengencho mona sinya sai. Love Biblia inasema, Ave Biblia teba, obedience to his voice is more better. Nga okoiwere diogiriaye no kuya mono. I am not canceling the sacrifice. Tindigo kana ngeke ngwanso nkeruewo. But obedience is better than sacrifice. Lakini okoiwera no kuya na koroko kubweke ngwanso. Ndio Biblia imetuambia leo hii. Na kie Biblia atotebirire ero iga. Taka uongee na Mungu wako. Na itokuwa namo na Nyasao. Tunapomalizia na maombi. Gatogo kora na masabo. Mungu akulinde. Nyasaa akulinde. Akutie nguvu. Akubeke chinguru. Na jina lake litukuzwe juu ya familia yako. Nerieta lya ali mukereri gugora se familia yako. Sasa zingine wacha kuona wewe utaki. Ebiro binde tako babuno muntu tatageti. Just humble yourself. Eke yayo monyene. And God shall walk with you in Jesus mighty name. Nyasaa inatara mona ya serieta lya Yesu. Kama yule anataka tuombe pamoja, uinue mkono wako. Onyo unde karo tageti. Mahali popote huko inue mkono wako kama unataka tuombe pamoja. Amen. Asante kwa hiyo mikono. Biyamana asenge nchama boka ali mukirigu. Baba katika jina la Yesu. Tata serieta lya Yesu. Asante kwa neno lako. Biyamana asenge ncheri ngana lya. Asante sababu wewe ni Mungu mwaminifu. Biyamana asenge janya sao mwegeno. Leo hii neno lako limepita kulingana na mapenzi yako. Ero igali ngana lya uli achire buna kolengana na Baba asante kwa hiyo mikono. Biyamana asenge nchama boka. Kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Na serieta lya Tata no Mwana na Aomba leo Baba wetu tuongeleshe. Tunapoendelea kutii, gatogendete kuiwera, ukaweza kutubarikia kupitia kwa kutii. Onyare gotosesenia gwethera soko iwera. Ulibariki wenye walitii. Oseseni bonsi bali na ubariki wapendwa hawa wanapotii. No oseseni abageni abekero bako iwera. Oh haleluya. Haleluya. Usituache Mungu wetu tushindwe. Toto tigayo maneno itotobugwe. Jina lako litukuzwe. Lieta lya uliba. Bariki familia zetu zote. Seseni ya familia zetu. Bariki watoto wetu wote mahali wako. Seseni abana baita wasa. Bariki wenye wanatuangalia kutoka mbali. Seseni bali batugeti koruare. Na makuu yako yatendeke katika jina la Yesu. Na maneno yako. Asante sababu wewe ni Mungu mkuu. Biyamana sengi janya sawa maneno. Na kwa jina la Yesu tumeomba. Na kila mtu aseme amen. 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 Basi mbarikiwe na Mungu awatende mema. Napomaliza nataka niseme hivi ili ni tangazo.